Unakumbuka wakati kundi la mabilionea lilipofariki, halafu karibu internet nzima ikaanza kushangilia? Hadithi yote inaanza na mtu huyu anayeitwa Stockton. Stockton ni rubani na mhandisi, lakini ndoto yake kubwa ni kuchunguza ulimwengu kama Captain Kirk wa Star Trek. Mwaka 2004, akiwa na miaka 42, anaamua kuanza kutimiza ndoto hiyo, lakini anaanza kwa kuchunguza chini ya bahari. Anaanza kukodisha nyambizi binafsi ili kushuka kina kirefu cha bahari, na anashangaa kuona kuna huduma chache sana za kukodisha nyambizi. Baada ya utafiti kidogo, anafikiria, kwa nini asijenge nyambizi yake mwenyewe na kuwakodishia watu? Mwaka 2009, anaanzisha kampuni yake, Ocean Gate. Baadaye mwaka 2016, yeye na kampuni yake wanaanza kuwapeleka watalii kuona mabaki ya meli zilizozama baharini. Lakini hilo halitoshi kwake. Anataka kitu kikubwa zaidi, mahali pagumu kufika ambako kutaleta umaarufu mkubwa kwa kampuni yake. Mahali hapo ni mabaki ya meli ya Titanic. Stockton anaanza kubuni nyambizi inayoweza kustahimili shinikizo kubwa sana la kina kirefu cha bahari. Nyambizi za kawaida ni ghali sana, hivyo anataka yake iwe nafuu. Anatumia baadhi ya vifaa rahisi ili kupunguza gharama, na hata anaweka kidhibiti cha michezo ya video cha Logitech kuendesha nyambizi. Baadhi ya watu wanamkosoa sana, lakini vifaa kama hivyo wakati mwingine hutumika kwenye nyambizi. Baada ya kumaliza, anaiita nyambizi hiyo Titan. Ni karibu ukubwa wa gari kubwa la familia. Anaijaribu bila watu ndani, na inaonekana kushikilia shinikizo vizuri. Ndoto yake ya kufika Titanic inaonekana kutimia, lakini si kila mtu anakubaliana naye. Mfanyakazi mmoja aitwaye David anaona hatari kubwa kwenye muundo wa nyambizi. Anasisitiza ichunguzwe na kuthibitishwa kuwa salama, lakini Stockton anakataa, akisema ajali nyingi hutokana na makosa ya waendeshaji, si vifaa. Muda mfupi baadaye, David anafukuzwa kazi. Stockton anaendelea na majaribu akiwa ndani ya nyambizi mwenyewe. Kila kitu kinaonekana sawa, lakini wakiwa kina cha futi 1000 kuli wanapoteza mawasiliano na juu ya maji. Baadaye anarudi juu na mawasiliano yanarudi. Hata hivyo bado anaendelea bila kujali hatari. Mwaka 2021 wanaanza kupeleka watalii kuona Titanic kwa gharama ya dola 250,000 kwa mtu mmoja. Safari kadhaa zinafanikiwa, lakini nyambizi inapoteza mawasiliano mara nyingi na ina matatizo mengi ya kiufundi. Wakati mmoja betri inakufa na abiria wanabaki ndani kwa saa 27. Mwaka 2023 wanapata umaarufu mkubwa kwenye vyombo vya habari. Safari nyingine inaandaliwa. Watu 5 wanaingia ndani ya Titan na safari inaanza. Baada ya zaidi ya saa moja, kila kitu kinaonekana sawa. Kisha ghafla wanapoteza nguvu za umeme. Nyambizi inaanza kupiga mbizi kwa kasi kuelekea chini kabisa ya bahari. Ndani kuna giza totoro na hofu kubwa. Ndani ya muda mfupi sana, nyambizi inalipuka kwa shinikizo kubwa la maji na kusagwa kabisa. Watu wote 5 wanakufa papo hapo ndani ya sehemu ya sekunde. Hakukuwa na mateso marefu, ilikuwa kifo cha ghafla kabisa. Baadaye habari zinasambaa dunia nzima, lakini internet inashangaza. Watu wengi wanasherehekea tukio hilo, wengine wanatengeneza utani na picha za kejeli. Watu hawa walikuwa wakijaribu kuchunguza bahari, lakini mtandaoni kulikuwa na dhihaka na shangwe. Ilikuwa hali ya ajabu sana.